Hujambo mpenzi mtazamaji wa EGR News mahali popote ulipo. Ni wakati mwingine tunakuletea habari na haya ni baadhi ya yale tumekuandalia katika siku ya leo. Waziri wa elimu anaendelea kukagua shule mbalimbali nchini. Wacha kuwa wazee kwa kudai ni wachawi jamii ya Onyo Kilifi. Mwili wa mtoto aliyesombwa na maji wapatikana katika kaunti ya Bungoma. Hujambo na karibu. Jina langu ni Zadok Dennis. Nami ni Tabitha Musimi. Waziri wa elimu nchini Profesa George Magoha anaendelea kuzitembelea shule mbalimbali kukagua jinsi masomo yanavyoendelea licha ya maambukizi ya ugonjwa wa corona kuendelea kuongezeka nchini. Akizungumza mjini Nairobi, Magoha alisema kufikia sasa haijulikana lini madarasa mengine yatafunguliwa. We have officers as I speak across the whole nation and a substantial number of desks have been delivered. Those officers are ensuring that quality of the desks that are delivered are according to the specifications of government, and that for Nairobi, as far as Nairobi is concerned, because Nairobi is very small, there are very few schools within Nairobi. Every school in Nairobi shall get the desks. We are physically inspecting at 100%. And after the 100% inspection, payment is going to be given through M-Pesa. In fact, I've spoken to Dr. Belio Kipsang and authorized him to. Mwili wa mwanafunzi wa miaka 15 aliyesombwa na maji katika mto wa Lugari, kaunti ya Bungoma, hatimaye umepatikana. Kulingana na familia, mtoto huyo alisombwa na maji wiki jana siku ya Ijumaa. Mimi ndio babake kijana mwenye amefariki. Anaitwa Frank William Kisaka, ni form 1 student Malava Boys High School. Siku ya Friday yeye na wenzake watatu walikuwa wanaogelea kwa mto, lakini maji kamzidia na akafariki. Sisi tunaomba kuwa aende salama na Mungu aiweke roho yake mahali pema peponi. Ilikuwa Ijumaa, huyu kijana akatoka na wenzake watatu akaenda kuogelea mtoni. Sasa maji kamshinda na akazama. Hapa hivi sasa tumepata mwili yuko kwa maji. Na kwa kimila vile tuko hapa hivi, wale walipata hiyo mwili inafaa walipwe. Ng'ombe, kondoo ndio mwili uondolewa pale mtoni. Sasa vile tuko hapa hivi tena tumesubiri, tumengoja afisa wa polisi wakuje watusaidie kutoa hiyo mwili. Watu wa jamii mbalimbali katika kaunti ya Kilifi wameonywa vikali kwa kuwaua wazee kwa madai ya kuwa wachawi. Wanakamati wa kikundi cha usalama katika kaunti hiyo walisema kuwa ni unyama kuua wazee kwa madai ya uchawi. Hakuna mauaji ambayo itakubalika. Nyinyi wachifu wanajua hao watu wao. Wanajua wale watu wako na shida za mashamba. Wale watu ambao wametisha wengine. Tayari katika kaunti hii wale ambao wamehusika na mauaji wameshikwa. Hizi vitu zinafanyika ndani ya family. Akina mama nyinyi ndio mko na vijana karibu sana. Ile kitu akina mama wanasema vijana hufuata. Mjaribu kuwaeleza vijana ya kwamba kumaliza wazee haitatatua shida. Shida itakuwa hata mzee akienda. Kama unataka mali, omba mzee akupatie mali, lakini si kuua. Wengine wanaua baba zao ili wamiliki shamba, wanunue bodaboda. Shwari, hata ukifanya hivyo utakuwa na baraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Hautakuwa na baraka. Wahudumu wa afya kutoka kaunti ya Nairobi wameandamana kulalamikia masuala mbalimbali ya kiafya baada ya matakwa yao kutoafikiwa kufikia sasa.
Kulingana na wahudumu hao, mkataba wa makubaliano bado hujatekelezwa, ikiwemo nyongeza ya mishahara, kupandishwa vyeo pamoja na mengine mengi. Tumekuwa tukijadiliana na serikali na tumeweka mikakati ya kukubaliana na kutekeleza tangia mwaka 2017, lakini hawajaweza kutekeleza. Licha ya kwamba kila mwaka tumekuwa na pesa ambazo zimetengwa kwa ajili ya kuwakilisha kwamba watu wamekuwa promoted. Hatutaendelea kufanya kazi kwa sababu ya hujuma ambao Wizara ya Afya imetuweka ndani. Imetunyima kupandishwa vyeo, wameshindwa kuangalia masilahi yetu. Shamba la askofu mmoja katika kanisa la Kianglikana mjini Kitale lilivamiwa na watu wasiojulikana waliojihami na silaha mbalimbali anuai, huku wakiharibu mali yenye dhamana ya mamilioni ya pesa. Wakizungumza na wanahabari, watu hao waliwaua mifugo hao pamoja na kuchoma mali ya majirani. Usi 4 imepotea, kondoo 8 na kuku 20 imeenda, na tunaambiwa kwa nyumba ambaye semeji yangu alikuwa ameweka koti yake yenye ilikuwa na pesa, walipoteza pesa jumla ya 45,000. Baba yangu mkwe, baba ya mke wangu, alikata hiyo shamba yake mwaka wa 1964, na hata mke wangu alisaliwa kwa hiyo shamba huko chini. Busi 12 imepotea. Ilibebwa, ile ilionekana ikibebwa ni 2, ingine ilisukumwa. Akachoma pale. Ile nyumba yenye mnaona ilichomea hapo nilichenga nyumba ya kuku. Watu 5 kutoka kaunti ya Nyandarua walinusurika kifo baada ya mtungi wa gesi kulipuka na kuwajeruhi vikali. Watu hao walikimbizwa moja kwa moja hadi hospitali ya rufaa ya Nyahururu ambapo wanaendelea kutibiwa, huku wakionya kuwa makini wanapotumia gesi. Sasa mimi nilikuwa nimekaa tu hapo kwa nyumba tukiwa na bibi yangu na mtoto wangu tukiwatch TV hapo hivyo tukifanya kazi. Mimi nimesikia gasi ikinuka, lakini sawa ni ile unafikirianga sawa ni gasi inanuka imetolewa hiyo harufu itaisha, lakini hiyo harufu imeendelea hiyo. Sawa mimi sijui mahali moto imetoka. Moto ndio hiyo ikakuja kama gasi ikalipuka, moto ndio hiyo ikaanza kuwaka. Ikakuja kama imeingia kwa manyumba ikakuwa kubwa. Sasa tukijaribu kutoka kwa nyumba mimi na bibi na mtoto wangu, sasa ndio mimi nimekuwa hivi. Tuko watu wengi na wengine wao kuwa najua wengine wanaenda makazi. Hata sisi tumekuwa saa hii siwezi adhabu juu sijui wengine wako wapi. Juu kila mtu alikuwa anakimbia kivi yake. Mtoto kulikuwa na watu wengi, lakini kwa nyumba nilikuwa peke yangu, na wengine walikuwa nje. Hapa tuko mimi na mama mwingine na wasichana wawili na kijana. Kuna kugana hako kichwa, mguu na mkono. Moto unajua gasi nikiweka nje seed flow. Sijui kama moto ikitoka huko chini, niliona moto ikitoka huko chini. Ningetaka hata serikali yetu ichunguze mambo ya hii gas. Hii gasi pahali imetoka. Tunaweza sema sio gasi yote, bali serikali iko na machinery ya kuangalia kila kona na itajua ile gasi inauzwa. Unajua watu siku hizi wanajitengenezea vitu juu hatujui kama ni original au si original. Mimi siwezi nikajua original na sio original. Lakini ni mzuri serikali ingilie hii maneno, iangalie mambo ya gas. Hii ni mara ya pili katika Nyahururu kuwa na kesi kama hii. Na habari za spoti ni vipunde na Fidelis Omingo Mchoge. Naam, wasalan malan Abdullah Ahil, mpenzi mtazamaji wa runinga yetu ya AGR News Kenya. Umetumia wakati wa kuwapasha yale ambayo yanajiri katika nyuga zetu kwa kina. La kwangu ni Fidel Moshoge. Wakati wachezaji na pia wale ambao ni mashabiki nchini Kenya wanatazamia Wizara ya Michezo kufungua rasmi michezo nchini Kenya, tunakupeleka moja kwa moja katika ligi ya Uingereza. Hii ni sehemu ya 7 katika ligi hiyo ya Uingereza ambayo imehitimishwa hapo
jana. Kumbuka mpenzi mtazamaji, ligi ya 8 kati ya sehemu ya 38 inaanza hapo Ijumaa tarehe 6, na ambapo nitakuwa katika meza hii ili nikujuze yale ambayo yatakuwa yanajiri katika sehemu hiyo ya 8 ya ligi ya Uingereza. Kufikia hapo mpenzi mtazamaji wa runinga yetu ya AGR News Kenya, ndipo natamatisha yale ambayo nilikuwa nimekuandalia katika meza hii ya ulimwengu wa spoti. La kwangu ni Fidel Omoshori. Hadi wakati mwingine. Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, tunahitimisha habari zetu za sasa. Ungana nasi hapo kesho. Langu ni Tabitha Musini. Nami ni Dennis Zadok, na watakia mtazamaji mwema ndani ya AGR News Kenya.